nafanya namna gani? Wote niwapendao nafanya nini? Na wakemea na kuwarudi. Kwa hiyo fanya bidii ukatubu. Haleluya. Ikineka Mungu na aruka yama amina. Haleluya. Ikineka Mungu na aruka ki. Talima ngana nabe kalima ngao. Alianda ali uchimoyo. Muma itreki uchimoyo. Alianda sabanga utumenchiri roika. Poe sawa kwa na atakwane point. Na roho motopeni. Anje kuweka Mungu kwa sababu amina wote pengozo. Nya sawa kwa nya siri ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikia nyanyua mkono wako. Barikiweni sana kwa jina la Bwana. Sikiliza, mimi naomba taketego akitoka bwati awataka ngoma na kule mbele ngoma ya yolende tusikuje watu. Sikiliza, walifanya mabaya. Wafilisti ni watu ambao walikuwa watayarishi, ni watu walikuwa wanaabudu miungu, lakini Mungu aliruhusu Waisraeli wapitie mateso kwa sababu walimsahau Mungu. Hata Israeli wa leo ni wewe na mimi. Tukienda kinyume, maadui watatutesa. Tujioji, tujirudi kwa jina la Bwana. Fungu la pili sasa, my sister, twende kazi kwa haraka. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora. Palikuwa na mtu mmoja katika mji wa Sora. Ukiangalia katika historia, mji wa Sora ilikuwa ni kataoni aliyokuwa mlimani. Amina. Mji wa Sora, it was located on the hillside. Yaani sehemu ya kamlima tu hivi ndio ilikuwa na ilikuwa inaonekana. Sasa palikuwa na mtu mmoja katika mji wa nini wapendwa? Wa Sora, ndio. Wa jamaa ya Wadani. Sikiliza, Dani ni nani? Dani katika Biblia alikuwa the fifth born son of what? Waadventista wa Sabato, Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mzaliwa wa tano wa wana wa Yakobo. Amina. He was the fifth born son of the what? Among the 12 sons of what? Of Jacob. Na mama yake alikuwa anaitwa Bila. Bila ni nani? Bila alikuwa ni mjakazi wa Rai. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye alikuwa sasa kifungua mimba cha Bila baada ya Yuda kuzaliwa. The fifth born aliyezaliwa ni nani? Ni Dani. Na Dani huyu sasa unapomwangalia alibarikiwa sana. Ijapo huyu Dani baadaye alitoka kwa imani akaenda kuabudu miungu. He is among the lost tribes of what? Of Israel. Lakini alikuwa amepewa hekima ya kufanya judgment. And by the way, ukiona judges wengi na wanasheria wengi wanatoka kwenye kabila la Dani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? 49:17 Mwanzo. 49:17 Mwanzo. Inasemaje msomaji? Ndio uelewe kidogo. Dani. Genesis 49. Mwanzo 49 aya yake ya 16. Soma. Inasema nini? Genesis 49. Dani hata hukumu watu wake. Asante. Dani atahukumu kina nani? Basi itie nguvu kwenye mic sasa. Je, itie nguvu kwenye mic. Itie nguvu na mic. Dani atahukumu watu wake. Dani atahukumu watu wake Kama moja ya makabila ya Israeli. kama moja ya makabila wa nini? Wa Israeli. Yeye atakuwa mhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukichunguza vizuri wale wasomi wa Biblia utagundua hata Daniel yule wa Biblia alitokana na huko Dani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unasikia jina Daniel inamaanisha the Lord is my judge. Amina. Yaani Bwana ndiye nani? Mhukumu wangu. Lakini Dani akafanya vituko. Sitaki kwanza kuchambua kwa undani. Ukienda kwa chini tabia yake unaokristo nayo. Hebu itaje kidogo fungu la 17 twende. Dani atakuwa nyoka barabarani. Sikiliza sasa. Dani atakuwa nyoka wapi? Barabarani. Soma. Bafe katika njia. Bafe katika njia. Aumaye visigino vya farasi. Aumaye visigino vya farasi. Apandaye ataanguka. Ili apandaye anguke namna gani? Anguke chali. Chali masogota. Hiyo kisiko sawa. Zena kwa nini kirango sito man. Iko chonjo. Barikiwe sana. Nga ili anguke elinde aromege tingyo elimbayo linete warasi kwa kwa kieke. Awe. That is a preaching of another day. Rudi ile 13 fungu la 2. Sitaki kuleta sermon nyingi lakini nataka ni dwell kitu ambacho nataka hapa. Hiyo ndio ubaya kwa mhubiri. Ukitaka kuingia sehemu nataka uchambue kabisa ndio ilete ieleweke.
Lakini naomba nijidiscipline kwa jina la Bwana. Amina. Twende. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora. Mtu mmoja wa Sora. Wa jamaa ya Wadani. Jina lake aliitwa Manoa. Soma. Na mkewe alikuwa tasa. Na mkewe jina yeye mke wake. Biblia inasema the wife was what? A barren. Alikuwa ni nini? Ni tasa. Twende. Hakuzaa watoto. Hakujaliwa na watoto. Twende. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Akamwambia hivi. Tazama wewe sasa mtoto mwanamume. Hebu rudi vizuri, soma vizuri. Tazama wewe nini? Tasa. Hebu soma vizuri. Tazama wewe sasa utaza. Ndio, twende. Uzai. Lakini utachukua mimba. Utamzaa mtoto mwanamume. Na utamzaa mtoto mwanaume. Sikiliza wapendwa, habari njema inakuja. Nayo utachukua mimba. Nayo utamzaa mtoto huyu wapendwa, mwanaume. Nani alimtokea huyu mwanamke jamani? Malaika. Nani alimtokea huyu mwanamke? Malaika wa Bwana. Wala ambao mna Biblia mnasoma sasa. Neno malaika, hebu ni kubwa ama ni ndogo? Hebu ni kubwa ama ni ndogo? Kubwa. Hata nikusaidie. Popote kwa Biblia, hebu nipungie mkono kidogo niwaambie siri. Popote kwa Biblia, ndio nawafunza theolojia kidogo tena. Popote kwa Biblia ukiona jina malaika linaanza capital M kwa Kiswahili, ujue sio malaika wa kawaida bali ni Yesu Kristo. Amen. Ina maana aliyemzungumzia mke wa Manoa sio mtu wa kawaida, sio malaika mjumbe tu wa kawaida. Aliyezungumza naye ni Mwokozi, Masihi wetu Yesu Kristo. Amen. Watu ambaye ni tasa wanadharauliwa sana. Kweli ama si kweli? Kweli. Mtu kama ni tasa, mtu usema hata kero mukungwa romba abawe yasa ni abandamo chaete baba bari kumutana bwoye aro wata tako irabanoro asiki ernabwa tabaye komoreta wori mo soma yani okonyora oba marieta mange kaweta oyege ntakara yota bana au ruseti chinda akoragento kieke lakini talia rusetikinda rakora wana bagora tiki mbayo lakini yasa na basoma wanya sasa iritere Yesu. Praise the Lord. Ande kwasaba abagombas anyonde ondonyore otanyoro mwana yasamo konyi anyoro mwana asiritere Yesu. Amen. Na atako yoroni chikambiechi nga wastondo sararenga akwana magana nani yasaka ikire anyoro wafunguliwe tumbo zao wazae kwa jina la Bwana. Sikiliza. Sasa habari njema inakuja. Tazama utaza uzai. Lakini sikiliza, anamwambia utachukua mimba na si utamzaa mtoto mwanaume. Tungesema amina kwa jina la Bwana. Amen. Mtoto wa kiume aswa kwa Wakisii ni mtoto wa maana sana. Wana ambaye ni Wakisii kama mimi. Mwana mumura. Yeye bali nene. Jina matano ni jaro kanichinga nje. Haleluya. Lakini namatega omwana mumurakaro omongere kamoroche oroma kamoroche. They see the security in the family. Mana yoro chumunandiga mama na tigarita bachi asoroche bachi asoroche ani nyino mpasa. Haleluya. Molisaro ni bachi asoget anaro kombwati ero mutigiru kombwati ero magogoshi ero badawe taka baroche balete naro bagugiko kaidro nyole bwekani te kunyarika igabana boys they are for the security kebaloro omongina aba ukiraona basata barati omongina ara merte. Haleluya. Abagana rene kole gasire tire Yesu ebako emanga bintu byalugaliteki bibiri akapata tumaini ya kwamba atamzaa mtoto wa kiume nonyoro mwana Moisha akagenda akachotea mwakoe akaenda kutoa habari kwa mume wake mzee wake Manoa. Soma Biblia sasa. Basi sasa ndio jihadhari na kuomba. Lakini sikiliza, jihadhari na kuomba ndio. Usinywe divai wala kileo.
utamzaa mtoto mwanaume. Na wembe usipite juu ya kichwa. Masharti yanatembea, mtoto huyu wa kiume wembe usifanye nani, usipite kichwani mwake. Twende. Maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Na mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Tunasema amen. Atakuwa mnadhiri wa nani? Wa Mungu. Tangu nini? Tumboni. Tangu tumboni atakuwa naye atafanya nani? Ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Naye atawakomboa taifa la Israeli kwa mikono ya adui zao. Amina. Sikiliza, habari njema ni kwamba yaani huyu mtoto angelikomboa taifa la Israeli kutoka mikononi mwa maadui zao, na kwa maana yake sasa ameambiwa jihadhari, usinywe kileo. Haleluya! Usinywe divai. Haleluya! Usinywe vyakula. Abanga karamo yababuliga. Praise the Lord. Amen. Wakungo wa Yesu mororo. Nobasabara ama usembiale. Karamo na mosiru mwete mo baragati. Mori wake ndio bado tukujia. Haleluya. Kanyara linde chiro jana manya. Kingo eta kanyara magana chiro mwake bata kwa nyama gere chiro. Magana wacha kuna tagi chiro. Kubwa wao hawapime yani waichiriga. Wamejaa kama siafu, wanabeba mawe, sikafikiri ya bure, kumbe sio ya bure, yananunuliwa. Haleluya, watumishi wa Bwana. Yananunuliwa. Nikauliza ni nini? Hapa sasa. Nikauliza hii nini, na usijali. Yaani kumbe nikapata kama wanatumia, wanakula mawe, wapendwa, wanakula mchanga, wanakula mpaka linafanya wanawake wengi wanapata appendix. Kwa sababu ya hiyo. Medics wanyako hapo watanielewa nasumuza nini. Sikiliza. Yaani unakula tu, unafyeka. Unaona? Akienda kama ni mutura inapigwa. Kama itomo mutura. Mutura mwema. Na hata ni ile ali mutura kanyako. Awarenda kwa jara sa mutura jetu kwanto na ngiri master. Ayo tiyenga na una nalenge nikiara to maina fane mutura itazire tere Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Akioni la tanga muri mutura. Ndo wako mchichanga. Wako rento ke. Mostly na wako. Lakini wote na ayona wewe wanawake kitambaa saa 900 trela 2 ya mchanga imeisha sokoni. Kina mama wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Trela imeisha. Lori mbili umeangusha chini. Kitabu kiumba azaliwe ni mchanga tu. Rafiki yangu mmoja tulikuwa tunakaa naye Eldoret. Akaniambia mimba ya mke wako inataka Taska na Jameson. Na tena na kachanga kidogo. Jamani, nikamuuliza, ni kwa nini na mtuma eti pasta? Ni mimba, mtumishi wa Mungu, ni mimba. Ni kweli ni mimba. Nikamwambia, nikagundua hizi ni vitu alikuwa anakunywa tangu zamani, sasa amewekelea mimba na singizia mimba ndio akunywe pombe yake. Control your appetite in Jesus name. Amen. Ni kwa nini Pastor Musa ninataja maneno haya kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 10 mstari wa 31? Naomba ni paraphrase. Biblia inasema basi mlapo, Wakorintho wa kwanza sura ya 10:31 fungu lake, maandiko yanasema basi mlapo au mnyapo mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa nini wapendwa? Kwa utukufu wa Mungu aliye mbinguni. Amen. Alimoga ratania sawali erende ngoko libaka bilutaka diliku. Tuko sabe changa kumbe kwa kainyule. Praise the Lord. Hebu nipungie mkono watumishi wa Bwana. Sikiliza sasa. Ni kwa nini alikuwa anabadilisha maneno haya? Mama anaambiwa sasa. Maana malaika alielewa atakayekuwa na shida sana ni mama. Akaendea na wapendwa. Mama, mara atakayeelewa kiumbe kile akamwambia chakula zake kitakachokuwa
nasema ni hiki, mtoto utakayemzaa si wa kawaida. Kwa nini sasa Sabato nataka niwaambie watoto tunaozaa si wa kawaida kwa jina la Yesu. Atusiwacheze. Mwangu boy. Abana tukoiwa kalibana ba kawaida. Na kyoko robo kungu kwa ojimu kungu na mwezi ebe tamati ebe soma ebe mwana muruma na watacha. Musike, you don't know what that child will become tomorrow. Praise the Lord. Amen. So kwa hiyo mwana tawarenga kike, mkiaweza kwa mamambi, take care. Hiyo kile ambacho unatumia wapendwa, kile ndio kutoa Bwana. Akaendelea, malaika anapoendelea kumwambia, akampa habari mume wake. Sikiliza, anapompa mume wake habari, kuna maneno yanayofuata. Nitaruka hapo nienda 15. Soma hapo kidogo mbele, alafu nenda 15, nifanye summary, niwaombee. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake, akisema, ndio, mtu wa Mungu alinijia. Na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika. Uso wa malaika ndio. Wakutisha sana. Mimi sikumuuliza kutoka wapi. Ndio. Wala hakuniambia jina lake. Aliniambia, tazama, ndio, utachukua mimba nao utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa divai wala kileo. Usile divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Ndio. Maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Ndio. Hata siku ya kufa kwake atakuwa mnadhiri. Lakini naomba nielewe hivi, wanadhiri walikuwa ni kina nani? Hesabu sura 6 ituelewesha wanadhiri walikuwa ni kina nani. Numbers chapter 6 verse 1. Wanadhiri walikuwa ni kina nani? They were special people who were set aside to perform a holy duty for the Lord. Amina. It was a holy duty for the Lord. In other words, watu wa Mungu, watu walikuwa wanadhiri, si watu wa kawaida. Mungu aliwabariki. Amina. Inasemaje Biblia? Na Hesabu sura 6. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa na akamwambia, nena na watu wa Israeli waambie. Mtu mume au mtu mke. Atakapoweka nadhiri kubwa. Ndio. Ili ajiweke wakfu kwa Bwana. Atajitenga na divai na vileo. Hatakunywa siku ya divai. Hatakunywa siku ya divai endelea. Wala siku ya kileo. Wala siyo maji yoyote ya zabibu. Wala zile zabibu mbichi wala zilizokauka. Mpaka imetaja raisins. Ile tunawatengeneza msabana, asiguze mnadhiri. Twende. Siku zote za kujitenga, asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu. Twende. Tangu kokwa hata maganda. Twende. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga. Wewe usimfikirie kichwani mwake. Hata hizo siku zitakapotimia. Wembe usipita wapi? The Nazarites were special children before the Lord in Jesus' name. Amen. They were dedicated for the Lord. Teremwa kidogo. Ndio nitaja maneno. Wala wembe usimfikirie kichwani mwake. Ndio. Na hizo siku zitakapotimia. Ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana. Atakuwa mtakatifu. Ataziacha nywele za kichwani mwake. Ndio. Ziwe ndefu. Ndio. Siku hizo zote ambazo alijiweka awe wa mwana. Asikaribie maiti. Asikaribie nini? Maiti. The Nazarites angegusa mfu. Endelea. Hatajitia unajisi. Hatajitia unajisi. Kwa ajili ya baba yake. Wala kwa ajili ya mama. Au mama yake. Wala kwa nduguye. Ndio. Wala kwa umbu lake. Kifa wao. Ndio. Kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake. Ndio. Sasa tulia pale. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mnipungie mkono hapo paya sana. Kina mama kwanza nyanyua mkono. Wamama wote kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba leo muelewe, viumbe ambao mlizaa si watoto wa kawaida. Wale ambao mnaendelea na hii safari kama akina Pastor Nduso ya kuendelea na kuzaa, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi bado ninaendelea kwa jina la Yesu. Wale wenye niko nao hawajatosha, bado nasonga mbele kwa jina la Bwana. Kwa tulizaliwa 9, sasa mimi wawili hapo siwezi kamata break. Sasa usijali, usiniulize vitu vingine. Na niuliza pastor, babira umarango isa. Uwe na amani. Sijakuitisha unilindie. Mungu yuko upande wangu kwa jina la Yesu. Sikiliza. Sasa naomba muelewe hivi sasa, watoto mnaowabeba tumboni si watoto wa kawaida. Watoto mnaowabeba tumboni ni watoto waliobarikiwa kwa jina la Bwana aliye mbinguni. Na maana hiyo sasa, ninachowasihi na wapembeleza hivi, tukikula chakula, tukule chakula cha kumuinua Mungu ili tuwaandae kutoka tumboni, wazaliwe wakiwa wanadhiri, wazaliwe wakiwa watakatifu kwa Bwana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini pastor anasema haya? Petro wa pili 2:9. Ndio nirudi pale. Uwejue sababu ya kuzaliwa kwake nini kilichofanya. Dakika zangu zimebaki ngapi? Unajua ninaweza sahau. Lakini uchunge vizuri. Yes. Ile semaje? Ninasoma kitabu gani? Petro wa pili. Bali hii ni nini wapendwa? Petro wa kwanza 2:9 zamani na 10. Petro wa kwanza 2:9. Sasa nasemaje? Basi Bwana ajua kuwaokoa. Petro wa pili wa kwanza 2:9. Wa kwanza 2:9 zamani. Bali nini sasa ni nini? Biblia inasema ndio. Bali ninyi ni mzao mteule. Bali ninyi ni mzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Hata kutangaza fadhili zake. Yeye aliwaita mtoke gizani. Mkaingie katika nuru ya ajabu. Aliyewaita mtoke gizani, muingie kwenye nuru ya ajabu kwa jina la Bwana. Ni hata watoto leo mnaowazaa, mnastahili kuzaa viumbe vilivyotakaswa na damu ya Yesu kutoka tumboni. Wakitoka Freemason wakaribii kwa jina la Bwana, kwa sababu watoto hao wamewekwa wakufu kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasa kilichofuatilia fungu la 15, fungu la 15. Nikuonyeshe. 15. Waamuzi 13:15. Mwenye amefika pale asome. Waamuzi. Niko narudi pale Waamuzi. Somo letu. Kisha Manoa akamwambia huyu malaika. Wa Bwana. Na kuomba. Tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Ili tukuandalie sherehe mwanambuzi kwa ajili yako. Malaika akasema nini? Malaika wa Bwana akamwambia Manoa, ndio. Ijapokuwa wanizuia, sitakula katika mkate wako. Teremka. Na kwamba wataka kufanya tayari sadaka ya kuteketezwa. Yakupasa kumsongea Bwana. Yakupasa kumsogezea Bwana nini? Sadaka. Yaani sasa sikiliza. Malaika alimwambia Manoa, tolea Bwana Mungu sadaka. Watu wanaenda mbinguni wangesema amina. Tolea Bwana Mungu sadaka. Kwa ajili ya makuu ambayo ametoka, tolea Bwana. Na ni kweli Manoa alimtolea Mungu nini? Sadaka. Kwa ajili ya makuu ambayo ametendeka. Mtoto akiwa tumboni tayari sadaka ilitolewa kwa jina la Bwana. Katika mkutano huu naomba niseme jambo hili. Mimi ni mchungaji ambaye niko masomoni, naendelea kusoma. Lakini sikiliza. Vile ninapozungumza kwa sasa, nilikuwa na goli yangu nilichojitoa mimi na mke wangu. Lakini kwenye hiyo goli sadaka ya watoto wangu ipo ndani. Out of 20,000 yetu kama familia 5,000 ni watoto wetu wawili kwa jina la Yesu. Tunawakumbuka watoto kuwatolea dhabihu. Wengi tumetoa sadaka zetu za makambi, tumesahau watoto wetu. Naomba nikutie moyo.
Ukitaka watoto wako wabarikiwe, hata kwenye maombi yako watolee sadaka kwa jina la Bwana. Ukitaka watoto wako walindwe vizuri na watembee vizuri, toa sadaka, na watoto wako Mungu wa mbinguni atawalinda. Ayubu 1:5 alitoa sadaka kila siku, kila asubuhi, akifanyia watoto wake maombi, alitoa sadaka. Katika mkutano wa leo nikutie moyo, kama ulikuwa umetoa sadaka na hujamtolea mtoto, ni ombi langu usisahau watoto wako. Kando na ile uliyojitoa, bariki watoto wako. Bwana Mungu awalinde wakiwa masomoni kwa jina la Bwana. Ombi langu, ni wangapi ambao tulikumbuka tukutolea watoto sadaka? Ile tulikumbuka. Ni wangapi wameona ya kwamba kuna umuhimu wa kukumbuka kutolea watoto wetu sadaka kama kina mama? Naomba tusimame. Naomba